Gospel Clouds TV, empowering lives. Umepotea siku nyingi sijakuona, lakini najua biashara, wewe ni mama mwenye biashara na biashara zako ni nyingi. Ninashukuru tena Mungu kunipatia nafasi hii na kunipatia nguvu kufanya kazi. Tangu asubuhi nimekuwa hapa. Leo naona ni kama wachungaji wengine walienda off, na ni mzuri tu kwa sababu Mungu aliwasugumusia hivyo. Si ndio pastor? Nego gai alali ate. Alali na yate. Mabe muhuruke. No kuhorera. Na kiri na wega. Atigio kulika kuka. Na kulibosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nashukuru kwa sababu muda huu ni mzuri. Kwa wageni wetu, inua mkono. Wale wamefika wageni kabisa. Wageni, simama tu kwa miguu yako kabisa. Ni mara yako ya kwanza kabisa kufika hapa. Inua tu mkono wako, asanti. Wapigieni makofi. Kuna wale walikuwa wanataka kuniona, nitawaona nikimaliza ibada. Muonane na Asha, I will find time for you. Nilikuwa naomba wakati mlikuja, nilikuwa naomba. Asante, nikaeni tu chini. Wakati mlikuja nilikuwa naomba na nikasema siwezi kukatisa maombi kwa sababu yako. Labda hiyo kitu naombea ni hiyo wewe unataka kuniletea. Si ukae niombe usaidike. Si ndio? Thank you very much kwa kuweza kunivumilia. Mungu wa mbinguni awabariki na awasaidie. Sasa niko na announcement kidogo nataka kufanya. Katika tumekuwa tukijaribu kuinua idara mbalimbali za kanisa kuleta mabadiliko, kwa sababu matayarisho yote tumefanya na kanisa. Mwaka mzima mzuri tumeufanya vizuri, na nimejua watoto na ambao si watoto. So I'm able now to give positions. Nasema wewe simamia hapa, wewe simamia hapa, kwa sababu najua huyu ni mtoto wa kanisa, huyu si mtoto, huyu ni mkora, huyu ni busi, huyu ni kodoo. Unajua kuna busi na kuna kodoo. Unajua kuna tofauti ya busi na kodoo? Sasa hapa tuko na mabusi na tuko na nini? Na makodoo. Bwana Yesu asifiwe. Kijana kaa hapa mbele. Uliambiwa ukae nyuma? Hawataki ukae hapa. Kaa hapa, mimi nataka kukuona karibu. Mami, wewe kaa hapa mbele. Niwe ndirariria. Ndenda gukuona hakuhi. Mwena mwana kiocio tondu ndenda gucugurika na inyuo mothe. How are you? How are you? Are you happy to be in church? What do you feel? How's your feeling? You okay? Very much okay. Thank you. Ako happy Jeroge. Mumeonia Jeroge hapa. Toa Jeroge hapo kwa media, mulete haka. Ate ni pastor. Ni pastor. Sasa najua ni kupaka na paga. Ni kupaga nini? Kanisa vizuri. Tumepiga kichaka, tumepita, tumetoka ile inatoka Palina Kadesi. Ni Palina Kadesi? Karnes? Parinea. Yes. Sasa unatuona? Are you seeing us? Ndio kae pale. Yes. Hebu simama hapo wakuone. Yes. Wasalimia. Shika mic. Habari zenyu? Bwana asifiwe. Tangu niokoke maisha yamekuwa mzuri. Yeah. Mimi naitwa Alvin, kwenye wanijui. Mokoka. God bless you. Mimi naitwa Alvin, nimeokoka. God bless you. Sina alijuzi aliokoka tu hapa. Huyu mtoto ndio wangu wa mwisho huko kabisa.
kwenye laini ya mama yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sidia Joro. Yeah. Kwenye laini ya mama yake ndio wa mwisho. Kuna wamama wengine wako na wengine. And that is what is supposed to be done. You give credit where it is, you speak the truth, you speak yourself, and that is it. Yeah, and they are proud. Simona nasema ngara. Angalia venye ulikuwa bangi ilikuwa imekuharibu. Ile kitu mnavuta ilikuwa inaitwa? Hiyo ingine. Hiyo ni febu. Febu. Eh? Vebu. Unajua vebu? Wewe unajua vebu? Eh? Ongea tu kweli. Ongea tu unajua vebu. Ujui? Unaisikianga na nani? Uko shule. Unaonanga huko wanajificha lakini unaisikia. Oh. Masikio yako ni mtamu. Hiyo ndio sasa ile kitu watoto shule wanatumia. Ni kitu inajificha, wanaficha ni electronic cigarette. Electronic cigarette. Anavuta tu na hutajua anavuta. Kwa hivyo nimwangalie sana watoto. Utaona mtoto ameanza kugeuka na kuangalia kama Joro alikuwa ananiangalia. Tukiwa naye kwa nyumba unaona anaenda hivi. Ananiangalia. Sasa siku moja nikaona tulikuwa naye kitchen, alikuwa anachukua, Janeni alikuwa anachukua kisu, kuna kitu alikuwa anaenda kukata mahali. Lakini sasa sijui aliona kama nitaweza mkatasa, alikuja akachukua kisu, akakishika hivi, akanizunguka hivi. Ilibidi nitokee mlango ya nyuma haraka. Kwa sababu sijui ni ama ameongeleshwa adiduge. Najua anaweza kuwa ameongeleshwa huko ajiduge, kwa sababu hawa watoto wetu wengine wameingia kwa devil worshiper, wengine wameingia kwa Freemason, wengine wamechukuliwa wa madawa, kuna bangi, kuna vitu hizi zote. So you never know mtoto wako alifanya nini, alichukuliwa wapi na aliingizwa wapi. Sasa unaweza kuenda hivi. Kuna mwingine juzi, watoto wangu ni mang'atu kama mimi, napiganaga vita hii, nikimaliza nikitengeneza hapa wananigojeaga kwa nyumba mpaka nikasikia kulia siku nyingine. Maana nimepigana vita, nimetengeneza maneno, nimetengeneza hapa kanisa yote, nimeilainisha, nimesema hapa sitaki kuona watu wametoboa masikio wa nini hizi kuhubiri tu nihubiri hapa. Nilikuwa nimehubiri na joto mingi, nikaona vijana wangu wawili wametoka Amerika wakaingia pale kuangalia hivi. Sasa hiyo ndio nimesema hizi vitu, ukiona mtu ametoboa hizi vitu jichuge sana na yeye. Hii ni vitu za shetani. Kumaliza tu hivyo. Vijana wawili, brother yake mkubwa na brother yake mdogo, wamefanya nini? Ametoboa hii, ametoboa hii, ametoboa. Unajua huko Ulaya kutoboa ni sawa. Sasa hiyo nimehubiri kanisani mpaka karibu nitoe wa mama zao. Ni venye nilikuwa nimejazwa na roho. Lakini kukaa tu kidogo niliona majamaa wanakuja. Na wanakuja sasa mpaka hapa mbele wanataka kunisalimia, nikamwambia wewe gieni huko. Sasa watu hawakujua ni nini nimewaambia fanya nini. Nikaita pastor tulikuwa na nikamwambia, "Eta wapi watu hizo vitu za kama sikio." Ile injili yote nilikuwa nayo, nilisikia imeenda chini. Nikatolewa pumzi. So hawa watu ni kaaga na wao wapende. Kama sasa haka nimekaa na hako, nimekaa vizuri, natembea nako, kanapeleka kanyama kidogo, kanakula kanyama, nampeleka tunaenda, nikienda mahali naenda na yeye. Sasa amekuwa akifunguka kidogo kidogo, ninajua ni bangi. Hapa ndio nilijulia unavuta bangi, ulikuwa unavuta bangi samani kama 20 years ago. Na hiyo feb. Sasa ndio nikajua kuna kitu inaitagwa feb. Sasa nikaenda nikagugu feb ni nini, nikajua ni hiyo. Si hiyo electronic cigarette? Yeah, feb. Na alikuwa nayo, si ndio? 20 years ago. Yeah, ulikuwa nayo. Sasa ukijua sasa hivyo unaanza kuelewa, unaanza kuchanuka, maana hawa watu wanaitwa Gen Z. They are clever than us.
Bwana Yesu asifiwe sana. Unajifanya wewe ni mwerevu, hawa watu ni werevu. Maana wanakaaga kwa nyumba watu waine, hawaongei lakini wanaongea na simu. Yule ako kona ile na yule ako kona ile, wana communicate na simu na message, na wanakuita zinja. Si mnatuitaka mazinja? Mnatuitaka mazinja droppers. Na na chat na kudiscuss venye kwanza uko ni ule msee na ule mama wa kukuja kama amenuna. Anaingia kwa nyumba. Hii kikombe hajatoka. Hii nini hajatoka hapa? Hii unakuta unarukaruka kila kitu because unataka kulete ile waonye ati kumeigiwa. Hawa jamaa wanakudiscuss na wanakumalizia na wanakuweka kado. Na wanamalizana na stori zako. Wewe unapiga makelele yako, washa communicate mara moja, unaona hako kametoka kameenda bedroom, kingine kametoka kameenda bedroom, kingine kametoka kameenda bedroom. Unaacho hapo na makelele yako. So hawa watu, jueni vile mtakaa na hawa watu. Waite nyumbani, mnakaa na wao, get some more time. Sio kama sisi venye tulikuwa tunatuagwa, huyu huwezi tuaga. Unajua sisi tulikuwa tunatuagwa, unakuwekwa rukunyo hapa. Nani amewekwa rukunyo ya hapa? Wangapi waliwekwa ya hapa? Alafu anakuangalia kama utalia. Anakukodolea jicho. Amekuweka baka unasikia baka mwenyiginyigi hapa imeleta shida. Alafu anakuangalia umwage kama chozi kadogo. Sasa hebu shika huyu hivyo kidogo. Ukiwa kama huyu sasa, huyu ni wa America. Huyu ni American citizen. Sasa kushika huyu polisi ndio hiyo anakuja. Atayafinya kwa sababu kitu ya kwanza wanafundishwa kwa shule, kuko kuna batoni kwa mlango, kuna batoni 3. Batoni moja ni ya kuita polisi. Batoni nyingine ni ya kuita fire. Batoni nyingine ni ya kuita nini? Ambulance. Sasa anajua ya polisi ni gani. Sasa ukimweka hii polisi ndio hao kwa mlango. Na polisi wakikuja, wanakuja na vitu ngapi? Vitu ngapi? Anakuja na gari ya polisi, gari ya zimamoto na ambulance zote, na utazilipa. Zote zinakujaka kwa pamoja. Maana ile baton ilifinywa, ili haikusema ni nini, ilisema kuna hatari. Kumbe hatari ni wewe mama. Sasa utaenda kusemea bere. Na kuna chances unaweza kupoteza hiyo mtoto anaenda. Unaambiwa you are dangerous kwa watoto. Sasa serikali itawachuga. Baka wakati atakuwa 18, sasa mtoto anachukuliwa akiwa 10. Baka 18 ndio utaenda kuulizwa. Mtoto aulizwe, si wewe ulizwa. Unaweza taka kukaa na huyu mnyama. Hapo ndio ataamua aseme ndio, ama akisema hapana, forget about you. Bwana asifiwe sana. Na that is, we have to go back to parenting. Wazazi, we have to go back to parenting. Wachana na sisi. Mimi niliwachia mwalimu huyu, nimekuta akiwa 0. Maana naye mwalimu ni mvutaji wa bangi. Kwanza ndiye analeta hiyo febu. Kwa sababu mtoto ni mtoto ya tajiri. Anaambia pigia dad, umuitishe 20,000. Tunakata. Mnasema anafanya nini? 50-50. Sababu umetumia simu ya mwalimu na umesema pesa itumo kwa simu ya mwalimu. 50-50. Ukituma 10,000, anachukua 5, mtoto anapatiwa 5. Sasa hiyo mtoto atasoma wapi? Atasoma kweli? Ukiitisha report form, wanafabricate yao, wanatengeneza yao, unatumiwa. Sasa wewe unafikiria mtoto wako ni mwerevu, na mtoto alianza kubadilika akakuwa mnyama kitabo. You are sitting with a time bomb. Bwana Yesu asifiwe sana. So parents, wazazi ambao tunalea sasa, rudini kwa parenting. Zungumza na watoto wenu. Talk to them. Make friendship. Wacha kuachia mwalimu. Itisha vitabu zote. Taka kujua mtoto kama amesoma ama hajasoma. Unanielewa? Go back. Control your children. Washike mkono. Control them. Make sure you know what exactly they are doing. Kwa sababu hawa watu hawasomi. Kwa sababu wanajua watafanya nini? Wataweka AI itawapatia majibu. Si ndio? Si AI inakupatia majibu. Hata majibu hujaiuliza inakupatia. So let's go back. Kwa nyinyi wewe mdogo Tomadha. Najua mtoto wako ni mdogo ama ni mkubwa? Wewe ni mama? Wewe ni mama mzee? Na wewe uko na ngapi?
Your firstborn yako na 26. Akachi. Achi. Ka. Alafu sasa urudi upatane na mtu kama huyu waza kumpeleka hivi. Si utanyoroswa na wazee wale wako kwa si utawekwa vita. Unasikia mtu ako 26. Mtu wa 26 sasa ni mtu mrefu kuliko huyu jamaa wetu hapa. Ni mrefu. Alafu sasa uende uanze kusema tulipata kamama kakupigaga. Ukikuyu utapeleka mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Anashukuru. Kwa hivyo I want to make this announcement. Nataka kwenye idara ya pastors nataka kuongeza because I'm training. I want to train a big number ambayo watakuwa kinisaidia kwa kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. So kwa wale nilikuwa nimetangaza ni waine. Nataka kuongezea Rebecca. Haka vile Rebecca ndio huyu. Nataka kuongezea Rebecca. Simumpigie makofi kama hamuna kiwaru. Mpigie makofi mzuri. Watashirikiana na kina Ian katika department ya youth. Yote kutoka kadogo mpaka youth mkubwa kama mimi. Sasa ndiye atakuwa pastor wa youth, atatusaidia kuimarisha kutengeneza programs za youth na mipango yote. Tumesikilizana. Suketi mpige tena makofi ya. Asikia amepata promotion. Kuna mwingine anaitwa nani? Huyu simjui jina yake. Uko wapi? Weko? Ha? Ako wapi? Auko? Najua simjui. Nililetoa picha yake usiku. Nikaambiwa huyu nimempatia kazi. Hadi kule. Adire. Ni jina simjui na mjua sura. Ha? Wale watu wa usiku wale tunaobaga usiku simama. Wacha wazee, wale yang. Wale yang. Ha? Huyu wa katikati huyo. Ni yeye. Yes. Sijui ni kwa nini Laudi inaonekana mlango yako imefunguka. Mambo yako inaenda bio. Sijuzi tena tuliona ndiye amekuwa nini? Yes. Na ule mama mwingine tulisema wa mama ametoroka kabisa. Ako wapi? Amerudi leo? Ako wapi? Simama tu juu. Tumupigieni makofi mpaka asimame. Simama tu tukuone. Mpigieni makofi mpaka asimame. Yes. How is it going? Unaendeleaje? Naona ulipigwa na butua mpaka wiki moja umepotea. Kazi hii lazima utafanya. Hata ukitoroka. Angalia sasa, fanya hivi. Toroka uende Uganda kanisa moja hata huko kwa Kakande, ujifiche huko. Utachomoswa huko na utapatiwa kazi nyingine hapo. Hata utoke sasa enda Comoros. Utachomolewa hapo Comoros na utapatiwa kazi. Hatiri hadogi olera. Wewe tashokanelia ado. Ile nini yako tuliita namna gani? Deborah. Yes, wale watu wa Deborah mkae chini mkimaliza ibada muende kwake muambie akuandike list. Hao wengine wote wameandika list. Wewe ndio uliandika. Na usijaribu kutoroka. Wacha, don't waste time. Dogiura. Kwanza hapo umekamatwa mguu na kisigino. Uko chini. Yes? You want to see me? You can also see me now. Okay. Your ofisi imefunguliwa. Najua nataka kuja kujitetea kama mwingine alisema hataki kazi ile nilimpatia. Kwa sababu ya risoni zake za kikazi. So I want to have the secretary to the church. Secretary to church sio ule wa pale, sio ule wa kuigiza watu, ni ule anachukuaga mambo yote ya kanisa, documents nini, mwenye atakuwa forwarded jina yake huko kwa Sheria House.
Grace Makaka, ni Makaka ama ni Makeka? Makeka. Tusimame. Simpigie makofi. Hiyo sasa si sekretari ya kuniigisia watu pale, hata wewe utakuwa ukiigiswa. Sikuje kusema ni secretary wa kama secretary to the company secretary, yani wewe ni mkubwa sasa, mkubwa sana. Si ndio? Unasimamia department bote mpaka legal affairs, kila kitu unasimamia zote. So ile tulikuwa tumesema ya legal, tulikuwa tumepatia Agnes alimesema hataki. Alisema I decline. So utachukua hiyo position, you manage it. I'll show you how. Rehab, nataka tupatiane an example of the work we have done. Bwana Yesu asifiwe sana. Yuko happy my friend? Si huyu. Our friend back there. Huyu ni waroda. Huyu lazima tuombe. Kuja hivi. Mnakumbuka huyu mse? Yeah? Yes. Huyu ni 1 week. Angalia venye kamekuwa. 1 week. Leta hiyo ingine, weka hiyo picha ingine ya huyu. Huyu alienda kuweka sababu wanapenda huyu kwa sababu inaonekana ni kama ako na kitu. Alijichagulia. Sasa huyu jamaa mnamkumbuka Sunday venye alikuwa. Mpaka gosi yake ilikuwa imeanza imelaruka, sasa naona imekuwa sawa. Si unaona huyu hajadugwa sindano? Hapana. Hajadugwa sindano. Hii ni kazi nani anafanya? Naitwa nani? Yule mzee Joel. Ndio anakaa na hawa huko Karen. Sasa you can look. Turukana, do you remember this gentleman? It's ako wapi? Simweke hiyo ndio. Hapana, tuweke huyu Ani na yeye anakuaga na kakitu. So this man wakati amekuja hapa alikuwa anatembea kama nini? Kama kamilioni kakitu. Sikanaedaga hivi. Kebu kanaedaga namna gani hivi. Sasa alikuwa baka amejikojolea, si ndio? Na hata kujipupulia. Baka rashes zimeisha. Si unaona? Zimeisha. Kuja wewe weke hapa uangalie ama unafi. Kuja. Na hiyo kamera zako hapa. Kuja uone rashes. Muonyeshe. Ameningua. Ngozi ilikuwa imekaa kama ya paka, imeparara. Ilikuwa imeparara. Kajamaa kalikuwa kamekaa, angalia sura, kumbe jamaa ni mburauni. Mdomo ilikuwa imeenda hapa kidogo, si ndio? Sasa umeona imeanza kurudi. 1 week job. 1 week. Hakuna dawa, hakuna kudugwa sindano. Mwenda wazimu mwingine alikuwa ameniletea mtoto yake akasema alikuwa anataka mtoto adugwe sindano. Mimi kwangu hakuna sindano. Alipoona hakuna sindano akaanza kusema kwa sababu alikuwa amelipa pesa. Huyu alilipa, hawa hajalipa. Ile kama amelipa pesa. Sasa akaanza kusema arudishwe pesa yake. Maana sikuduga mtoto sindano. Huyu sitaduga sindano. Sitaduga hata wamekuja. Wewe ni wa sindano. Umesikia? Huyu sitafanya nini? Hakuna mtu atakuja kwangu adugwe sindano. I'm dealing with the demon inside, not the injection. Injection is a demon itself. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutadili na yeye. Huyu alikuwa ameanza kujiduga mashindano ya dawa. Sasa nilikuwa nimeacha bangi na dawa. Na sasa nilikuwa tu pombe. Nilikuwa najikuna sana hata kulala ni kukosa usingizi. Sasa unajikuna? Nalala. Usingizi nalala tu kwa. Thank you. Sasa Sara. Josephine. Mudo ni wada biada bagi. Nimeshukuru sana. Umeshukuru sana? Unasikiaje sasa? Nasikia niko huru, niko sawa kabisa. Sawa? Sasa Ulikuwa unafanya kazi gani? Nilikuwa nauza
boga, waru. Saa zingine sasa venye kazi ilienda chini. Ni nini kilifanyika mpaka boga na waru kaacha kuuza? Sasa shetani aliniingilia nikaijikana na Ni nini kilifanyika hasa? Kukunywa sana. Na ndio waanze kukunywa, ni nini ilifanyika? Sasa mimi siwezi kueleza. Shetani tu alipata nafasi. Sasa mimi nikaamua sasa, tukapatana na Mama Stacy. Nikamwambia mimi nataka kumrudia Mungu. Sasa uko sawa? Unasikia uko? Niko sawa sasa. Sasa nataka utakaa 2 more weeks. Ukule, ukae vizuri. Uko na nyumba kweli? Uko na nyumba? Uko kwa sistangu pahali tulikuwa tuliachiwa nyumba na mama. Sasa sikuwa nikienda usiku nakuta kumefungwa, nimelewa. Sana nirudi kwa vilabu, tulikuwa nalala kwa vilabu. Sasa hata kulala usingizi inatosha. Sasa tutakutafutia kanyumba, alafu tukutafutie kazi. Hiyo ya waru, hiyo waru. Hiyo ndio utafanya. Tukutafutie kazi ya waru, uze boga, tukufungulie kasoko. Ukaitage soko bora. Ndio hiyo. Natoa fungu la 10. Unatoa fungu la 10? Ndio hiyo. Nikushukuru Mungu. Yes. Ndio hiyo. Asante. God bless you. Yes. Si unaona sasa? No, hakuna kushidano, hakuna dawa. Mimi usiniletee watoto hapa alafu nakuja kuniambia na tutakuwa tukilipisha. Nalipisha 1300. Maombi. Maombi, si ndio? Tunatengeneza mtoto baka anakuwa vizuri. Kutoka hapo tutampeleka mahali kwingine kwa psychiatrist na wale watu wanaitwa psychiatric. Si hao. Huyo mwingine psychologist. Psychologist sasa amprepare, amrudishe akuwe nomo, amzungumzie mpaka amrudishe. Tuko na psychologist, watu wamesoma psychology hapa. Mtu amesomea psychology. Ninatafuta watu ambao wanasomea psychology, nataka kuwapatia kazi huko kwa rehab. Do you have them? Yes, wewe na mwingine? Mkipata mtu anauliza kazi ya psychology, we need them, more especially young people na mwenye hana kitu ya kufanya, so that we can be able to uplift their life. Tubadilishe hawa watu ndio wakuwe sawa sawa, si ndio? Tuko na kitu inaitwa Club Synagogue. Club Synagogue ni mama na watu ambao tuko kanisani, lakini tulikuwa tumepanga ya kwamba hata kama tuko kanisani, we need to do some investments. Sasa kuna wale walikuwa wamejitengeneza, tumeungana, we are 50. By then, by jana tulikuwa watu 50 na tulikuwa tumeraise pesa kadhaa tu, karibu 1500, na tumefanya some hii rehab is part of hiyo ya Club Synagogue. Sasa at the end of year or the end of some time tutakuwa wale ambao ni members wametoa ile pesa imetakikana, against the money ambayo umetoa utakuwa ukipata dividend. Hapo hata kuna karohe. Utakuwa ukipata nini? Dividend. Pia tumenunua shamba, kuna shamba tuko nayo Malindi na Lamu. Tuna shamba tuko nayo Malindi, ni nini tena? Mimi nimejifanya hivyo. Malindi na Lamu tuko na shamba ya Club Synagogue. Hiyo hatujamaliza kulipa, tutalipa, it's about 50 acres, alafu tukate plot. Wale members either wata benefit through the sales ama through the actual plots. Si hapo nimetumia akili? Sababu wewe hujatoa, hujaigia, ndio kwa maana huwezi kupiga makofi. So jana tulikuwa na mkutano na ningetaka siku wote walikuja wachache. So ningetaka kukutana na wao tarehe 26 mwezi wa 7, si ndio? Ni 26 tarehe 26 mwezi wa 7. Everyone who is a member of Club Synagogue. Na kama ungetaka kujoin, utafutane na leadership ndio uingie ukuwe member, ndio uweze kupata benefits za hiyo kazi, because kuna kitu nataka kumaliza kanisa hii
ni mutagatago ya miracle. Miracle si kazi ndio upate pesa. There is no miracle in money. There is no miracle. I want just to assure you there is no what? Miracle when it comes to money. You have to work. Na ndio kwa maana Mungu akasema I will bless the work of your hands. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mdomo ndio mkono ndio inaogeaga inataka kitu mkono, then expect a miracle. But if you have to work, because that's a principle of the kingdom of heaven. You have to work. Lazima ufanye kazi, na kazi ndio inabarikiwa. Miguu ni ya kumiliki. Ndio naonanga tunafanya nini? Tunakanyagaga, tunaambiwa kanyaga mji, tembea mji bila viatu, ukamate huo mji. Mguu ni ya kumiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akamwambia Joshua, mahali utakanyagisha miguu yako utamiliki. Mahali popote utakanyagisha miguu yako utamiliki. Kwa hivyo miguu ni ya kumiliki. Naye mdomo akamshika Yeremia, akamguza mdomo, akamwambia chochote nitakachokuambia useme, ukiseme kitafanyika. Kwa hivyo mdomo ni ya kuprophesy. Bwana Yesu asifiwe sana. You prophesy, you release the prophetic word on what umemiliki. Sasa usianze kutabia ati I possess in the mighty name of Jesus. I possess a Prado. I possess. Una possess Prado ya wenyewe. Nani amekwambia kuna Prado imewachwa kwa barabara? Nani amewacha Prado yako kwa barabara ndio upossess? Wewe ni mchawi. Ati nimekamata hiyo gari ya nani? Unakamata na nini? Na mkono. Gari ni pesa. Tafuta pesa, wewe ununue gari, uishi maisha mazuri. Every good life that you want to live is about this. Angalia. That is why even Jesus himself, he never surrounded himself with mediocres. He surrounded himself with who? People who are accountants, people who are business people. Maana alijua ninahitaji. Alijua nahitaji nini? So he had to have people who are working. People who are working. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Na hivyo, alafu alipoona pesa imepunguka sana, alienda wapi? Alipoona pesa imepunguka sana, alifanya nini? Alienda kwa nani? Alienda kwa Zakayo. Akauzia Zakayo uoga. Akamwambia wewe, usipolete nusu ya utajiri yako, utakufa. Na akaenda Raji huko ndio achukue na bagi. Jamaa akachomoka. Because he needed the money. Sasa ukiweza kusema timira kwa tunalala kwa kitanda, sema I am expecting a miracle. Rika mashendere bobosaya. Pesa ramakaka kama seketere bosa. Bako naita pesa rabashendere. Utakufa maskini. And no wonder Christians are poor. Na si Christians wa mainstream, Christians wa Pentecostal. They are very poor because hapa kichwa imemeacha ifanyi kazi. Waagirikana wanafanya kazi, ni matajiri. Wakatoliki wanafanya kazi, ni matajiri. Wa Muslim wanafanya, they are rich people. Lakini sasa nyinyi kwa sababu hiyo ndio mlifundishwa, maana yule pastor wa kwanza alikufundisha ni yule mlokole wa Maranatha. Walikwenda sasa wakamara rekeke baya ya ati ni mahubiri. Wakati mtoto mchaina anafundishwa kuendesha gari, wakati mtoto mchaina anafundishwa kushona maguo, kakiwa 10 years kanafundishwa wewe ati ni mahubiri. Surely ni wapi mlisikia Yesu akipiga mayowe hivyo? Wacheni mwambie mwenzako wacha ugoroki. Unataka ugoroki, wacha tufanye kazi. Tufanye kazi, maana Mungu alisema atabariki kazi ya mikono. Work. Wacha kukuja hapa, tunakuja hapa unakuta mtu kwa kakona pale ako jaa, siku fast amefast ako jaa todali lake. Mama, unajua ni kwa nini? Amekuona sasa, ameanza kukukamata na maombi ya uchawi. Rabashekete maba nakuamba umuguze anipatie pesa, umuguze nakamata hiyo pesa iko kwa mfuko yake na ivuruta. Na huyo ni wewe ni mchawi. Unaanza kuvuruta pesa kwa mfuko yangu. Huyo ni wewe tuita goroki. Kama kuna wachawi inaweza kuitishwa, kanisa hii inaweza kutoa wachawi wengi sana. Wale wanakuja kwa unakuta mmoja kwa kaona ile mguu ati anasema komete mno kwao. Ni kwa nani kumekauka? Roda. Ni kwa nani kumekauka?
enda pale parapara, gari latest ni KD KDT. Toka saa hii hapa nje uone kama hautaona KDT. Teremuka hapa chini hapa uone manyumba venye zinapanda. Si kwani zinapandishwa na malaika? Si ni watu wako na pesa? Wacha kuja kutuambia kumekauka. Hakuja kauka. Wewe ndio akili yako imepunguka. Fanya bidii, work, because the work of the kingdom is to empower the kingdom. Let people see the greatness of God in you. Wacha watu waone utukufu wa Mungu ulio ndani yako. Akubariki. Na ndio nakuja hapa na kuombea ubarikiwe. Na ndio tumefungua sako, Besima sako iko na iko na pesa mingi, tuko na over 20 million. Ziko hapo zimelala, haumjaenda kuchukua. Akuja andika makaratasi yako tukupatie loan. Wewe na acha nikwambie, ukipatiwa na Besima loan, usidwe kulipa. Tutakukujia kwako, utaniita apostle nikupige trap. Taona mtu mbaya. Niita apostle. Ni nani? Nikuuliza apostle wa nani? Wewe uko na kioko kega uko tu biashara ine. Na kuchota na beba kama hata kama ni sufuria na beba. Kanani atia? We have to train ourselves to work. Ndio tukue tuna watu tukiwa mahali, yani watu wakituona unaona ile kaguo umevaa ni kazuri. Kagari unaendesha kagari kazuri. Usikue ati wewe kwenu kwa sababu ya unajua wale watu wa makanisa ya warokole ndio wanaitagwa na mabrother zao wale wametajirika. Na wewe ndio first born kwenu. Alafu nasikia brother yako ule last born ndiye anakuita. Joki wito. Ni wewe halelia tathie. Kiumira na hau farafara tuke tugikuoyaga. Sasa ukifika huko nakuta umewekwa kiti ya nyuma na mtoto wewe kibadilisha diaper. Na wewe ndio first born. Kwa sababu wewe ulitorokea kwa nyumba ya maombi, hautakaki kufanya kazi. That unaona dharau inakuja ati kemanyo ni mateso tu. My time is coming. Which time? Na umezeeka. Ni magego maramu nyuka. There is no other time. This is the time you have to do something. So work hard and tuombe Mungu as we are working hard. Si ndio? Hello. Najua leo nimewaboa kabisa kutoka asubuhi. Nimewaboa mkumbo umuthi. I have to tell you a reality. Wako ni kumano tumani umuthi. Ala? Ama ni namna gani? I have to tell you the truth. Hapa hakuna miracle utapata. Kukuambia nitakuambia utapona. Hiyo usijali. Lakini ya pesa na hii ingine sina hiyo neema. Hata mimi nimeko na makabuni zangu zinafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. I have my company. Si mnazijua? Nina kampuni ya furniture, nina kampuni ya kushona hizi nguo, nina kampuni ya I have many companies na real estate. I work. I don't depend on what God has given me. Mimi sijai kula sadaka yenu na sitaikula. Sijai kula 10% na sitaikula. 10% ile inalishaga hawa mama hawa unaona hapa. Si unaona mama nono leikaleti huo takatoga. Nikuli akahona. Tene yakagaikaleti huo akahoja kete huo. Doto ni muhunu riu. Nona gathura nikagerire. Nona ranyorokete. Ginya nona buyole siagerete. Yes. Mungu akikuona unafanya kazi kama hii anakubariki. Sasa hauna kitu unaweza kusaidia mtu nayo. Ona wewe wale teraini ati geana irio haha ukoraga muiretu to nake ale teraini hau ati demuhe irio. You see, ina make sense kweli? Nikipatia shosho amepanga laini. Na unakuta na yeye huyu amepanga laini hapa anataka kupatiwa chakula. Wow, nani? Siku nitapata ukipatiwa chakula hapa young person. Ama unabeba chakula hapa ati dole rangi yako lea. Nitaniambia. Uzuri nimenunua nyahunyo. Joel ameniletea nyahunyo. Hiyo ni kularua tu. Hiyo ni kularua. Because si vizuri kukaa hivyo. Just be somebody who is productive. Sidio? Mwende mboe kile. Mwende moko hono koko. Mutaanguka, mkifika nyumbani mjue nilikuwa nawaambia ukweli, murudi. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is how it should be. So that discipline ya kufanya kazi, because we have to make our God known. We have got to make our God being witnessed. We love our God in a manner that we appreciate our God. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tuangalie to the topic yetu ya leo, inasema summon that earthquake. Sema summon that earthquake. Si earthquake. Earthquake ni wakisi art. Tepoi went.
ni wa Kisii, wanasema tepoi, si ndio? Summon what? Sema summon what? Yaani amurisha tetemeko la ardhi libadilisha maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na leo lazima tutetemeshe, ndio kwa maana nimeleta hiyo misomo yote leo. Ni kutetemesha na tetemesha. Nataka ardhi ikuje, ardhi ikuje itetemese mpaka watu wasikie mzuri. Tusome kitabu cha Mathayo 25 27 mstari wa 51 na 52. Mathayo 27 mstari wa 51 na mstari wa 52. Kisha tusome kitabu cha Matendo ya Mtume 16 kutoka 16. Tuko tayari sasa? Na kanisa hii muwe mnakuja, mtu anakuja na kitabu na anakuja na kalamu. Ninapenda kufundisha sana, napenda sana kufundisha because I need you to come out. Mimi tangu zamani hata nikiwa Mungeke nilikuwa nafanya kazi. Si mnajua? Unajua hata kupiga mtu geta ni kazi. Kwa sababu haukai nyumbani, ulale nyumbani zikukute, unatoka huko na hangaisha mtu mpaka anakupatia. Kuna siku moja nilipiga mama mwingine geta hapa Mukuru kwa Ruben. Ni asubuhi. Na waizi wale ambao mnakuaga waizi, pesa ya mama hawa wa soko wachana nayo. Wanafanyaga maobi mengine baya. Mama nilimnyang'anya nikakuta kibeti yake ilikuwa na shilingi 300. Huyo mama alioba, sijui kama alienda kaoba. Bayo within 1 hour nilikuwa nimekamatwa. Alafu kitambulisho yake ilipatikana kwa mfuko. Sikuweza kutuba kitambulisho. Ilikuwa kwa mfuko. So unaona sasa hiyo tabia ya kuiba tu vitu vidogo si mzuri. Let's work. Vijana to work. Young people, youth, inua mkono juu. Youth simameni tu juu. Simameni tu kidogo. Simameni niwaone. Ndio pastor wenu awaone. Yes. Iya ni yako? Yes. Sasa nataka kuna muundo msingi wenu. The plan. Rebecca, mkiwa na Ian blueprint, nataka vizuri. We have already a team. This is enough team. Hii ni timu tosha ya kuhurumisha Kenya mzima. Mimi tulikuwa watu 7. Only 7 people. Mimi Maina Jega na huyo mwingine, only 7 leaders wa Mugeke. Tulihurumisha Kenya mzima ikatetemeka. Sasa hii ni timu kubwa sana. Mkikaa chini tupage mikakati mizuri, basi tuendelee. Thank you. Nataka kuwaona after this. Tukutane pamoja na Ian na Rebecca na nyinyi tuanze. Teenagers wale wadogo, watoto wale wadogo pia na wao, let's see how to help them so that we can be able to move forward. Tumepata Matthew. Leo tuko na nani? Ndio iko. Nikiareka. Matthew 27. Sasa huyu anashika. Nani mwingine yako huko? Watu wawili. Matthew 22 27 51 52. Yes, and nipatie Kiswahili. Ashosho wako hapa leo. Nipatie Kiswahili. Kwa sababu ya huyu mama ataanza kuniangalia na macho mengine baya. Na si mimi nilimwambia zeeke. Onanito leteo hau. Digeke here. Dada, unajua mama anajua mchongoano sana. Ule huyu. Ishi. Kai, kuisha mimi. Guka Maria tandatu. Gokagerwo ni mwana kä å ngä akanjä ra atä rä na nä kå rendeka njahi thani cigana 6 kamwä ra nä guo ngwä ka niä thaa ciakinya-rä gokangetwo nä thondekire ngamera nä thondekire no ndingä hota gå kua na thani no nguire na gathaburia
ngerwo kuwa mwanake ũmwe akanjũria atĩrĩ cũcũ ũkarugira mau ngamwĩra na niĩ ndĩ mau aya ngamahe irio nĩ ũkuona makiumĩra borithi ici maroretie ũguo handũ hegwĩtwo Cinamiri ngĩũka ngĩkunywo no megũka kũnjĩta cũcũ anake aku acio gĩkoguo ngĩteng'era ngĩthiĩ ngĩtũnga ũrĩa warĩ mũnene wa Central tagwo Kaburu ngĩmũria Kaburu wadwarĩra ciana kũ akĩnjĩra megũkoma Central akĩnjĩra aya ti ciana ciaku ici nĩ imau na Mwĩngĩkĩ ngĩmwĩra reke ngwĩre njiarĩte mũborithi ngaciara Mwĩngĩkĩ ngaciara mau ngaciara ndagĩtarĩ ũkwenda twĩkane atĩa Mbona ikarohe pigieni makofi mazuri. Yes, haya. Thank you. Reke tuthome kiugo riu. Hapo pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu mpaka chini, inchi ikatetemeka, miamba ikapasuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako miamba leo itapasuka. Miamba leo itapasuka. Maana bingu imeamurisha tetemeko la ardhi likuje. Yesu alikuwa amewekwa ndani ya tombu, ndani ya kaburi. Wakafunga mpaka na jiwe, wakamwekelea mpaka na jiwe, maana walisema mwisho wake umefika. Mwambie mwenzako mwisho wa Yesu ulikuwa umefika. Mwisho, mwambie mwisho wa Yesu ulikuwa umefika. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwisho wako umefika, kumbe naye Mungu amepanga mpango mzuri wa kuja kunyanyua, kuja kutetemesha, kuja kuangusha ile miamba walikuwekea. Ile miamba wanasema wamekufunga ndani, maana walifunga Yesu ndani wakawekelea jiwe. Wakasema nitwamurekeria. Pontius Pilato na wale wengine wakasema this is the end of this man. Bwana Yesu asifiwe sana. This is the end of this man. This is the end of this woman. Kuna mambo ambayo yanatendeka katika maisha yako. Kwako imefika mwisho. Kwako imefika mwisho. Lakini kumbe Mungu ako na mipango nyingine. Kumbe Mungu ako na nia nyingine. Kumbe Mungu ako na kitu amekipanga kipya. Alitaka wewe uishe ndio ainue mtu mwingine ambaye ni wewe aliye na utukufu wa mbinguni. God is creating something new. Anatengeneza moyo mpya, anatengeneza mipango mpya, anatengeneza njia mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Umefungwa na umewekwa kwenye kaburi. Umefungwa na umewekwa kwenye kaburi ambalo liliwekelewa jiwe. Yesu walimwekelea jiwe na wakasema wamemaliza. Timu nzima ya kina Pontius Pilato, timu nzima ya mfalme, timu nzima ya watu wale wa Masudasi na Mafarisayo, wote wakasema ya kwamba shida ambayo ilikuwa imeingia kwenye inji ambayo inaitwa Yesu Kristo tushaimaliza. Nataka nikwambie mtu mmoja hapa siku hii ya leo, kuna shida walitangaza uko nayo, kuna matatizo walisema uko nayo, kuna magonjwa walisema uko nayo, kuna umasikini walisema uko nayo, kuna ukosefu wa kazi walisema uko nao, kuna kudharauliwa walisema sasa wamekudharau, walisema wamekuondoa, walisema wamekuangusha, walisema wamemalizana na wewe. Kumbe wakati walimalizana na wewe, ni Mungu alikuwa amepanga binadamu wamalizane na wewe ndio yeye aweze kushughulika na wewe. Maana Mungu hawezi kufanya kazi ndani yako wa binadamu kama wamekushika. Mungu hawezi kufanya kazi ndani yako kama bado majirani wako pamoja na wewe. Mungu hawezi kufanya kazi ndani yako kama familia iko ndani yako. Mungu hawezi kufanya kazi na wewe ndani yako kama walimu na watu wa taifa bado wamekukamata. Lazima waondolewe. Lazima wakuzike.
Maana wakati walikwenda Lazaro, dadake Lazaro alimwambia Yesu, kama ungekuwa hapa siku 4 zilizopita, huyu mtu angefufuka. Kwa hivyo walikuwa wamekata tamaa, wakajua ya kwamba huyu mtu hawezi, dageriyo kareke, huyu mudu dageriyo kanemufudhu. Yesu akamuuliza ako hapi, wakamwambia wacha hata kuenda huko, saizi ni siku 4 na already ananuka, already hayuko hai, ananuka. Na maana walijua Yesu ni mtumishi wa Mungu, ni mtu mkubwa. Hawakutaka asikie harufu ya mtu aliyeoza. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alikuwa anatafuta huo muozo. Yesu alikuwa anataka kukutana na hicho kitu ambacho kimeoza. Alitaka kuona huyo mtu ameoza. Wakamwambia hakuna haja, maana already ashakufa, ashamalizika, ameoza. He is stinking. Bwana Yesu asifiwe sana. There are people ambao walikuacha kama you are stinking. Kuna watu ambao walikuangalia wakaona wewe hakuna siku utafufuka tena. Kuna watu walikuangalia wakaona biashara yako hakuna siku itafufuka sana. Wakati wengine wakaona ndoa yako hakuna siku itasimama. Wengine wakakuja wakaangalia wakaona huduma yako hakuna siku itasimama. Maana wameimalizia, maana wamekumalizia, maana wamesema there is no any other time you are going to be seen. Walikuzika. When I was looking at this guy jana, nilipoenda kule kwenye rehab, nikauliza Joel, ako wapi yule kijana? Kijana akakuja, nikamuuliza yule kijana mwingine alikuja juzi, ako wapi? Akaniambia si ndio huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe huyu alikuwa wametangaza hesabu ya kumumaliza. Walikuwa wametangaza hesabu ya kwamba hakuna siku ataonekana tena. Maana huyu kijana aliitishwa shilingi 50 peke yake. Shilingi 50 ndio walipeleka kwa muganga. Wakafunga kazi yake, wakafunga maisha yake, wakafunga kila kitu, wakafunga kila kitu. Lakini wakati wa Mungu ulipofika, akakuja akatafuta mpaka akapatana na sisi. Tumempeleka mahali, tumempatia chakula peke yake, ameshiba, naye Mungu aliye ndani yake ameanza kujidhihirisha. Haijalishi ni nani wa kwenu, haijalishi ni nani anayekusaidia, haijalishi ni nani atakayesimama na wewe. Kila kitu cha muhimu ni kwamba kuna Mungu mbinguni atakayekuja abingilishe lilo jiwe walilokuwekea, aondoe hilo jiwe walilosema wewe umekamatwa. Maana wakati Yesu aliuliza Lazaro mmemweka wapi, walipofika mahali pale Yesu akawaambia, maana wao ndio walikuwa wamemwekea. Yesu akawaambia, ondoweni lile jiwe. Kuna watu, siye shetani aliyekufanya hivyo, hakuna kitu mwingine, ni watu ndio wamekupeleka mahali huko. Watu ndio wamekunyanyasa, watu ndio wamekuzingira na maovu, watu ndio wamekutania mambo machafu. Alipokuja aliwauliza, mumuigete? Hakuuliza shetani amemweka wapi. Hapana. Hiyo shida huko nayo si shetani, ni mtu aliyejifanya shetani ndiye amekupeleka mpaka mateso unayoyapata sasa. You are not suffering because of the devil. You are suffering because of that sister of yours. You are suffering because of that brother of yours. You are suffering because of that mother, because of that neighbor, because of that cousin, because of that co-worker. Wao ndio walipanga jinsi watakumaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Niongezeka volume hapa. Hao ndio walipanga. Hao ndio walikuangamiza. Wao ndio walikuendea kwa waganga. Wao ndio walibeba mahilisi. Mungu alikuwa amenionyesha kama nimelala. Nikaona hapa kanisani. Mungu akaniambia, maana nilipigana vita kule nje. Napigana na mapepo ya kule nje. Napigana na maadui kule nje. Mungu akaniambia, wachana na maadui wa nje. Kuna maadui walio ndani yako, na wao ndio wabaya zaidi kuliko wa kule nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akanipeleka kwenye jangwa fulani. Sijui kulikuwa ni nchi fulani, kulikuwa ni jengo
kubwa, lakini nilipokuwa napita ni watu nilikuwa najua, maana nilikuwa na wasalimia. Ninaona huyo kwenye mfuko yake kuna kanyoka ameweka kwenye mfuko. Unaona mwingine kwenye begi lake kuna kanyoka machura. Naona mwingine kwenye begi lake kuna kitu kimewekwa kwenye begi. Kwa wote ambao nilipita kwao, mahali pote nilipita, uliona wengine wameshona kwenye visuruali vyao, kuna kitu kimefungiliwa. Kwenye mabegi zao kuna kitu kimefichwa. Kwenye mikono yao walishika masilaha. Kwenye kila kitu, mahali pote nilipita, niliona ni watu ninajua. Ni watu mpaka wananiambia Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akaniambia, maadui hawako kule mbali, maadui wako pamoja na wewe. Waliokupangia maovu wako pamoja na wewe. Waliotaka kukuangamiza wako pamoja na wewe. Waliokuuza ni ndugu zako, sio ndugu za wengine. Waliouza Yosefu ni ndugu zake, ndio walimuuza, ndio walikuwa wamechimba kaburi ya kumuua wamzike, wakachinja kondoo, wakamwagilia damu ndio waweze kuficha ukweli. Sio watu wa nje, ni watu wa kwako. Your own household people ndio waliokupangia na ndio wanataka kukuangamiza. Bwana akaniambia, go and put your house in order. Nenda na uwete na utetemeshe hiyo nyumba, na mimi nitakuja kwa kishindo. Nitawaondoa manyoka hao, nitaondoa machura zote, nitaondoa mahirizi, nitaondoa kila kitu ambacho si cha nyumba hiyo. Na usijali, usiogope wala usifadhaike. I am going to do the job and I'm going to make you stand again. Kumbe lazima watu wakumalize ndio Mungu akuje. Lazima watu wakuinukie ndio Mungu akuje. Lazima uachane na marafiki ndio Mungu akuje. Lazima uachane na watu ambao unawaamini ndio Mungu akuje. Lazima uweke mizigo mingine chini. Musa akaambiwa, mahali umesimama ni patakatifu. Toa viatu kwanza, vivue viatu zako, toa. Lazima utoe viatu za wachawi. Lazima uondoe wachawi watakatifu. Lazima uondoe wachawi waokovu ambao wamekuja wamevaa mangozi ya mbuzi, kumbe ni mahayena, kumbe ni mafisi ambao wamekuja. Mnakaa na wao lakini plani zao ni kukuweka chini. Mnatembea na wao lakini plani zao ni kukuangamiza. Mnatembea na wao kumbe plani zao ni kukuwekea somo. Mnakaa na wao kumbe ndio waliochochea, ndio wanapanga kuanguka kwako, ndio wanapanga kuangamia kwako, wanapanga kusambaratika. Yesu akakuja akamuuliza, mumemweka wapi? Kisha wakampeleka kwenye kaburi. Walipofika pale, wakifikiria Yesu ni kitamu atatenda muujiza fulani, wakifikiria Yesu kuna kitu atafanya, akawaambia wao, akawaambia wao, liondoeni jiwe. Maadui wako wote na waamrishwe waondoe jiwe. Maadui wako wote na waamrishwe mahali popote walipo waliondoe jiwe waliloliweka juu yako. Akaambia, ondoeni jiwe. Walipoondoa jiwe, Yesu akifikiria ni mtu huru, akamuita Lazaro katoka ndani, akaamuka. Kwa mshtuko wa Yesu, kumbe hata walikuwa wamemfunga. Kuna watu walifunga biashara yako, kuna watu walifunga ndoa yako, kuna watu walifunga huduma yako, kuna watu walifunga kazi zako zote. Hao bado Yesu akawakomanda, akawaambia mfungueni. Nyinyi ambaye mlimfunga mkisema ni maiti, mkisema amemalizika, akawaamurisha, akawaambia mfungueni. Na wote waliokufunga sasa hivi na waamurishwe mahali popote walipo wakufungue. Wafungue biashara yako, wafungue ndoa yako, wafungue mwili wako, wafungue afya yako, wafungue chochote walichokifunga wachawi. Wafungue, maana walikufunga. Hao ndio walifunga kazi yako, hao ndio walifunga ndoa yako. Si shetani, ni huyo neighbor yako,
ni huyo ambaye mlikuwa mnafanya kazi na yeye. Ni huyo jirani ndiye aliyefanya mambo hayo. Yeye ndiye alifunga. Ulikuwa mtu wa Mungu lakini wakakufunga. Ulikuwa mtu wa biashara wakaifunga. Ulikuwa mwenye ndoa wakaifunga. Na wakaenda na wakafunga na kifuri. Wakasema wamefunga maisha yako. Wakachukua nguo zako za ndani, wakachukua pesa zako, wakachukua nguo zako, wakachukua vitu zako, wakafunga na kifuri. Wakasema maisha yako imefungwa. Kisha wakachukua kifunguo wakarusha ndani ya bahari. Na akomandi sasa, maana Yesu alipokuja akakuta wamefunga, akawaamurisha katika jina la Yesu, waliofunga biashara yako, waliofunga ndoa yako, waliofunga maisha yako, na waamurishwe waingie mpaka kwenye bahari, wakachukua kifunguo kile wakufungue. Waingie huko wakufungue. Walikufunga na maroho ya shetani, maroho ya usherati. Ile kitu najikutanga ukifanya ni usherati. Ile kitu najikutanga ukifanya ni kuishi maisha ya upweke, maisha ya masturbation, maisha ya gay na lesbian. Ni kurushiwa. Walikurushia. Wanachukua mtoto kama huyu, wanamchukua akili zake, wanatoa mtoto akili, wanaweka watoto wao. Mtoto wako anaisha, mtoto wako masomo yake inaisha. Mtoto kama yule alikuwa anafanya biashara, ilikuwa inanoga, alikuwa anafanya kazi nzuri. Anasema hakumbuki ni nini kilifanyika, maana walikuja wakajifanya ni biashara wanafanya, wakajifanya ni wanunuzi, wakajifanya wao ni watu wamekuja biashara. Na kumbe walikuwa wamekuja kuchukua biashara yake, maana waliona ni kijana atakaye faulu, waliona ni kijana atakaye nawili, waliona ni kijana ambaye amependezwa, Mungu amependezwa na yeye. Lakini wakamuondoa, wakaiba hatima yake, wakaiba mipango ya Mungu juu yake, wakaiba mipango ya Mungu juu yake, wakaiba hatima, wakaibeba. Kijana akawachwa akifuta madawa, akawachwa akikula sigara, akawachwa akivuta bangi. Unasema mtoto wangu ni bangi anafuta, lakini walimroga, walifunga mtoto wako. Ndio maana anakunywa madawa, ndio maana anakula mafangi, ndio maana anafanya vituko. Hafanyi vituko kwa sababu anapenda, walimfanya hivyo. Huyo Yesu akiwa mbinguni ameamurisha sasa waliofunga mtoto wako wamfungue sasa. Ameregeshwa ubongo wake, ameregeshwa hatima yake, ameregeshwa vyote vilivyochukuliwa. Hiyo hatima walioichukua wakachanganya. Kuna mkolino mmoja aliniambia wenye wanafanyanga, wanachukua akili zako. Unaona akili inakaa kama makongo. Unaona makongo ile imetengenezwa, ile inatengeneza magunia. Ubongo kiwangalia ni kama makongo imewekwa pamoja. Wanaendanga wanashika ile makongo, wanaitengeneza kama ubongo. Wanachukua ubongo wako, wanakuweka makongo ndani. Ndio nakuta memory ilipotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajaribu kukumbuka kitu ulifanya jana, hauwezi ukakikumbuka. Unajaribu kukumbuka ulienda wapi, hauwezi ukakumbuka. Maana walikutoa akili kwenye kichwa chako, wakaweka makongo ndani. Kilicho ndani yako in the spiritual realm ni makongo, si akili. That is why watu wanasemaga jari wito ni akegire. Si kupenda kwa Jerry, si kupenda kwa Kenodia, si kupenda kwa Atieno, lakini walingoa, walitoa. Hebu jiulize sasa, watu wanauliwa Kenya, vijana wanauliwa, wale wote wameuliwa. Watu kama 7 kutoka yule Mjaruo Ajuang ni firstborn, aliuliwa ni firstborn and the only son. Huyu anaitwa Kemani mwenye amepigwa na rubber bullet ni firstborn, na afu ni yeye vijana. Kuna huyu mwingine alipigwa mwe kijana, ni jana manijuzi, na yeye pia ni firstborn. What is so important na ma firstborn? Ni nini? Ni roho gani hii inaitisha ma firstborn? Inua mkono wako juu. Inua tu mkono wako juu, useme katika jina la Yesu Kristo, ma firstborn hawatatolewa kafara. Ma firstborn hawatatolewa kafara Kenya. I refuse. Ninakataa
Ninakataa bunduki ya polisi haitatumika kuua mafirstborn. Wakora hawatatumika kuua mafirstborn. Hata shuleni watoto mafirstborn hawatauliwa, hawatachomwa na mioto, hawatafanyiwa madhambi, hata hawataingizwa kwenye gay. Mafirstborn, sema firstborn, firstborn. Firstborn, firstborn. Ninakupatiana mikono ya Mungu. I release you to God. I protect you with the blood of Jesus, that my firstborn na firstborn wa Kenya hawatauliwa tena. Why are they after firstborns? Why are they after firstborns? Ni kwa nini? Kwa nini kafara gani inatolewa mwezi wa 6? Kondani. Kwa nini kafara gani inatolewa mwezi wa 6 ya ma firstborn? And what a coincidence. Yule polisi anarusha bunduki risasi inapata 2 firstborn. There is a sacrifice ambayo inatolewa kwa nchi ya Kenya. There is a sacrifice ambayo watu wanasiasa wanatoa. Kisha nikaona wametoa vijana, na nimeenda kupeleleza nikakuta yule ambaye alikuwa anaongoza zile maguni zilipelekwa na Sakaja ni firstborn. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mwingine aliuliwa na hapa is a firstborn son. Oh my God. What is this that they are targeting? Ni kafara gani hii wanatoa ya firstborn? Kumbuka hata Yesu ni mwana wa kipekee. The firstborn of God. Ndiye aliyetolewa. Kwa hivyo there is something significant that they are doing this month. Baba uliye mbinguni, nyosha mkono wako. Baba uliye mbinguni, wewe ndio ulimtoa mwanao wa kipekee Yesu Kristo kwa ajili ambaye yote atakayekuamini naye akaokolewe. Akamwaga damu msalabani, akatolewa kama kafara, wakamchinja, wakamdhalalisha, ndio kwa ajili aweze kuokoa dunia. Damu yake ilipomwagika jini, Baba, neno lako likasimama, utukufu wako ukasimama. Nchi hii ya Kenya, kwa mamlaka ulionipatia kama kuhani, Baba, ninasimamisha hakuna damu nyingine itamwagwa, sio ya firstborn peke yake, hata lastborn na wengine wa katikati wote. Baba, kama kuna kafara inayotolewa na wanasiasa, wakakose hiyo damu, kusitolewe hata kafara ya mnyama yoyote kwa ajili ya matendo ya kishetani. Mji wa Nairobi ninauweka wakfu. Mji wote wa Nairobi ninauzunguka, kutoka Kiambu mpaka Kikuyu, kutoka Kikuyu mpaka Lemuru, kutoka Lemuru mpaka Ngong, kutoka Ngong mpaka Rungai, kutoka Rungai mpaka Kitengela, kutoka Kitengela mpaka Murorongo, kutoka Murorongo mpaka Embakasi, kutoka Embakasi mpaka Ruai, kutoka Ruai mpaka kwenda Thika, kutoka Thika kuzunguka Nairobi yote ninaifunika kwa damu ya Yesu Kristo. Barabara zote za Nairobi, kama ni Jogoo Road, Thika Road, Kikuyu Road, Kiambu Road, Ngong Road, Magadi Road, Mombasa Road, Outer Ring Road, Kajiado Road, zote mahali zote kuna barabara ya Nairobi, Tom Mboya, Haile Selassie, Kenyatta, zote ninasikamata. Kama kuna mauchawi, kama kuna mahairisi, kama kuna madhabahu imeinuliwa kwa barabara hizo zote, ninakamata. Mahali popote watoto wa Gen Z watakuwa wakipitia siku ya tarehe 25, Mungu, kwa maana wewe ndio umewaamurisha. Mungu, usikubali wakamwaga damu. Mungu, usikubali mtu akawapiga risasi. Mungu, usikubali tia gasi karushwe. Mungu, usikubali kuwe kunafanyika jambo lolote ambalo linaweza kuwazuia kufanya maandamano yao. Wakafanya maandamano ya amani na warudi nyumbani wakiwa hai, na warudi nyumbani wakijivunia taifa lao, maana hili taifa wewe ndio umetupatia. Taifa hili ni lako Baba, na wale watakao baki nyumbani wabaki kwa usalama. Nao mapolisi wasipate nguvu ya kuwapiga, wasipate nguvu ya kupigana na wao. Tia gasi sirushwe, bunduki risasi sitoke, iwe ni risasi ya plastiki ama risasi yenyewe isirushwe, wala maji yasirushwe. Walindwe na wazunguke, wafanye mambo yao kwa utaratibu, naye Mungu kawarudishe nyumbani wakiwa salama. Ninamkanya Rais Ruto,
na wanasiasa wengine na polisi kanja na wale uhusika. Inchi ni ya Mungu. Kusimwagike damu. Kusimwagike damu. Musimwage damu. In the mighty name of Jesus Christ. Kitabu cha Matendo ya Mitume 16 mstari wa 16. Paulo walikuwa wakizunguka. Walikuwa wakienda maombi. Walipokuwa wakitoka maombi, wakakutana na mama mmoja aliyekuwa na wafuata. Huyu mama alikuwa anasema hawa watu ni watu wa Mungu. Nasema utuwekea Kiswahili. Naomba tafadhali kukuwe na mtu wa kumfundisha kuweka Kiswahili. Ningependa tu wawe watu wa kusikia Kiswahili tafadhali. Siku moja tulipokuwa tunakwenda mahali pa kusali, msichana mmoja aliyekuwa na pepo mwenye uwezo wa kuagua alikutana nasi. Msichana huyu alikuwa anawapatia matajiri wake fedha nyingi kwa uaguzi wake. Alikuwa anapatia matajiri wake. Kila pepo unaloliona, kila pepo ambao unaliona katika maisha yako liko na mwenyewe, haliko peke yake. Jambo lolote ambalo limepitia katika maisha yako, it is not alone. The shida ambayo unapitia sasa haiko peke yake. Matatizo ambayo unayapitia, ukosefu wa kazi, ukosefu wa ndoa, ukosefu wa kila kitu, there is a power behind it. It is not there just by being there. There is something that is happening around your life. And what is happening around your life haifanyiki kwa sababu iko peke yake. Kuna power ambayo inaisukuma. Kuna power inaisukuma chochote ambacho kinahavika. Maana huyu mwanamke alikuwa akienda akifuata kina Paulo, kisha alikuwa na wasumbua. Maana msichana huyu alitumika na watajiri ambao walikuwa katika matumizi alikuwa anawaletea pesa mingi. Hiyo shida ambayo uko nayo, kuna mtu anafaidika nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukosefu wako wa kazi, kuna mtu anafaidika na ukosefu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukosefu wako wa ndoa, kuna mtu ambaye anafaidika na ukosefu wako wa ndoa. Huduma yako inapoenda chini, kuna watu wako mahali fulani ambao wametuma mapepo ambayo imekukamata. Ndio kwa maana unakaa kama Zusu, unakaa kama mtu aliyechanganyikiwa. Maana kuna watu wanaofaidika, kuna watu mahali fulani ambao wanafaidika na mateso unayoyapitia. Lakini Yesu alipokuja, wow, siku moja, twende 17. Na tuende haraka tafadhali. 17. Basi huyo msichana alimfuata Paulo na sisi, akipiga kelele na kusema, hawa watu ni watumishi wa Mungu mkuu. Ya kusema ya kwamba hawa watu waliokuonea, hawa watu waliokupangia, si eti hawajui unaabudu Mungu mkubwa, si eti hawajui Mungu wako, wanajua Mungu wako, lakini bado wako tayari kukuvunja. Kwa wale wanasema hawawezi kurogeka, hapa soma vizuri. Huyu mwanamke alijua ya kwamba hawa ni watu wa Mungu mkuu, lakini aliwasumbua tu, lakini alienda kuangaisha tu, alipigana na wao tu, alitaka kuwapiga, alitaka kuwaangosha. Hata kama alikuwa anajua, she knew how aya ishi nedu kata shia gai. Ndio naona hapa nikipiga makelele, maana hawajalishwi na hawasitushwi ati apostle wako na anointing. They don't care your anointing. They don't care who you are. They don't care that Jesus you're talking about. They don't care. Hey, wana plan kamekumulika, kanyagalika kama mwanamke kamekaba, kamekumulika kanasema jamaa lazima nitamkamata. Nokinya demo roda. Yes. Lakini kaa ngumu kama Paulo. Mwambie mwenzako kaa ngumu kama Paulo. Kaa ngumu kama Paulo. Haya, hawa watu, alafu akasema wanawatangazieni njia ya wokovu. Wanajua mpaka plani yako. Wanajua what you are doing. They don't care who you are. Wanajua who you are. They don't care.
You must upgrade. Mwambie mwenzako upgrade. Yes, they are smarter. Wanakuelewa. They are ahead of you. Mashetani, they are ahead of you. Bwana Yesu asifiwe. Akawa anafanya hivyo kwa siku nyingi, and they are resilient. Hawachoki, wanafanya kwa siku nyingi, hawarudi nyuma, wanaendelea. Hijarishi watachukua siku ngapi, maana wanataka siku moja watakukamata wakuweke chini. Wanataka tu siku moja wakamate biashara yako waweke chini. Wanataka siku moja wakamate ndoa yako waweke chini. Ukiona kitu kinafanyika kwako kilianza kupangiwa zamani, ukiona biashara imeanguka, haikuanguka leo, waliipangia zamani. Kwa hivyo tunasema katika jina la Yesu Kristo, waliopanga biashara yako ianguke na waanguke mahali wako. Waliopanga ndoa yako ianguke na wasambaratike na waanguke na wakose nguvu katika jina la Yesu Kristo. Akawa anafanya hivyo kwa siku nyingi. Hata siku moja Paulo akakasirika. Sasa hapa ndio tunakasirika. Mwambie mwenzako nimekasirika. Mwangalie kwa macho yako, mwambie mimi si yule ulikuwa nafikiria nimekasirika. Baka wakakasirika. Kuna mapepo ingine kuondoka kwako lazima ukasirike. Kuna mapepo ingine haiwezi kuondoka kabla hujakasirika. Paulo akawaambia get out in the mighty name of Jesus. Toka. Na pepo zikatoka baada ya makasiriko. Usikendelea kucheka na watu. Funga mdomo yako. Tia kuonagia ndo igego. Igego ilionagia ke. Igego ilikaga atia. Nenda kagia itimo. Funga hiyo mdomo yako sasa. Na ukae serious. Kani kama nyangumi. Wacha waseme unakaa kama nyangumi. Funga mdomo yako, kaa serious. Na uambie no longer now I'm going to communicate with you. I am not going to have any entertainment with you. Sina kitu kama hakuna kazi tunafanya na wewe ambayo imetuleta pamoja. Any other A or B hapa hakuna. Hatuna Mwambie A or B no longer needed here. It is only business. Our serious business. Other thing. Kama hakuna NR, why your A or B hapa hakuna? Ukikuja kile kilikulete hapa tufanye uondoke uende na mimi niondoke niende. Yes. Wana leo nitotige. Twaga gutiga wana. Adwa ni oru ni oge. Mokire na makiyarira guko na magikara guko. Na magicoka makibia na guko thutha. Riu mathiaga uguo. Riu akiona we na we kionje kiao ri. Niki gikugiria uiterota. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu. Mara huyo pepo akatoka. Kumbe makasiriko inatoaga mapepo. Makasiriko saa zingine inang'oa mapepo. Kasirika kidogo. Kasirika kidogo. Ng'oa hiyo pepo na makasiriko. Ng'oa hiyo pepo na makasiriko. Iambie pepo toka. No wada watu wa independent wanakuwaga wamefaulu hivyo. Mtu mmoja wa independent aliniambia kuna ngoma 3, kwina ngoma 3. Sikodogo. Ngoma ya mbere iketagwo na miheo. Tagwana thini wale tore Yesu. Kora. Na inaondoka inasikia. Na kwina ngoma yako guthukirwo. Wewe papa toka. Nekauma. Na kwe ngoma ya njuguma, kwa nurwo njuguma. Unagogwa njuguma sa mugongo. Ngoma inatoka. Watu walielewa, walijua siri. 10, 20 haraka. Walielewa hii maneno. Kisha wakawashtaki kwa mahakimu wakisema watu hawa ni Wayahudi na wanafanya fujo katika mji wetu. 21 tafadhali haraka. Wanafundisha desturi ambazo sisi raia wa Roma haturuhusiwi kuzikubali wala kuzifuata. Kundi la watu likakuja likawashambulia na wale mahakimu wakawavua nguo zao kwa nguvu, wakaamuru wapigwe viboko. 22:3 baada ya kupigwa sana wakatiwa ndani. Hapo ndio nataka uelewe. Baada ya kupigwa, maana waliotaka kukumaliza walianza kukupiga, wakakudhalalisha, wakakutoa nguo ya wokovu. Sasa baada ya kupigwa wakakutia ndani.
wakatiwa ndani na askari wa gereza, akaamuliwa kuwaweka chini ya ulinzi mkali. Mapepo yaliyotumwa kwako, mapepo yaliyokuzingira yaliwekwa na yakawekwa kwako, yakaambiwa yaweke mlinzi mkali. Ndio umeona umejaribu kutoka hautoki, unajaribu kuenda hauendi, unajaribu kuzunguka hauzunguki, maana umewekwa kwenye ulinzi mkali. Walikuwa wamemweka Lazaro chini ya jiwe kubwa. Lazaro hata kama angevuvuka peke yake hangekuwa na uwezo wa kujitoa. Alikuwa amefungwa sana, hata kama angefufuka hangekuwa na uwezo wa kufunguka. Yesu alikuwa amemwekelea jiwe, hata kama angetaka kukuja peke yake hangeweza, maana bado alikuwa amewekelewa jiwe. Kuna watu wamekuwekelea jiwe, kuna watu wamekufunga sada, kuna watu wamekufunga miguu, kuna watu wamekufunga mikono, kuna watu wamefunga kazi yako, kuna watu wamefunga ndoa yako. Hawa watu wamefunga eti ya kwamba na wamehakikisha hautafaulu tena, hautaondoka mahali hapo tena. Wamemalizana na wewe. Kutokana na maagizo hayo, huyu askari aliwaweka katika chumba cha ndani. Sijui mama mnanielewa. Waliwekwa kwenye chumba cha ndani. Waliokufunga hawakukufunga kwenye chumba cha nje, wamekufunga chumba cha ndani ndio usiweze na usifaulu kutoka. Pesa zako zimefungwa kwenye chumba cha ndani. Mzee wako amefungwa kwenye chumba cha ndani. Mke wako amefungwa kwenye chumba cha ndani. Biashara yako imefungwa kwenye chumba cha ndani. Chumba cha ndani. Na askari, kutokana na maagizo hayo, huyu askari aliweka kwenye chumba cha ndani kabisa cha gereza na kuifunga miguu yao kwenye nguzo. Haleluya. Na kufunga miguu yako kwenye nguzo. Yani wamekufunga na nyororo, wafunga mikono na nyororo, wamekufunga na nyororo, kisha wamekufunga kule ndani ati hautakuwa na uwezo wa kutoka. Wamekuweka kule ndani ati hautafaulu kutoka. Wamesema hautoki, wamesema hautatoka. Walisema hautatoka. Nikio tulete miaka na miaka, umeenda makanisa 100 ukijaribu kutafuta mchungaji atakaye kusaidia. Mchungaji anakuja chumba cha nje anaambiwa hakuna. Kumbe huko chumba cha ndani. Walikuroga wakakuweka chumba cha ndani. Bwana yako ambaye unamuonanga kwa ndoto yuko chumba cha ndani. Mke wake ambao wako umekuwa ukimuona kwa ndoto yuko chumba cha ndani. Biashara yako imepelekwa chumba cha ndani. Watoto wako wamepelekwa chumba cha ndani. Ndio kwa maana wanavuta bangi, hauwezi ukajua. Wanavuta madawa ya kulevya, hauwezi kujua. Bwana yako anaenda kwa waganga, hauwezi kujua, maana amewekwa chumba cha ndani na wewe uko kule nje. Sijui kama mnanielewa. Yani umewekwa chumba cha ndani. Uimbaji wako umewekwa chumba cha ndani. Kisha umefungwa, uimbaji wako umefungwa na nyororo mule ndani. Ndoa yako imefungwa na nyororo mule ndani. Walipeleka certificate yako, wakapeleka manguo zako, maandawaya zako zimefungiwa kwenye chumba cha ndani. Ndio kwa maana hauna uwezo wa kufanya jambo lolote. Hauna kitu ambacho kinakusaidia kuona. Maana ni lazima uingie kwenye chumba cha ndani uweze kuchambua, kujua ni nini kimekukamata. Bwana Yesu asifiwe sana. Hai. Karibu na usiku wa manane. Sasa nataka kuambia hapa, nataka kuona watu wakisimama. Tukifika hapa karibu na usiku wa manane. Usiku wa nane? Karibu na usiku wa manane. Paulo na Sila walikuwa wakisali. Masakanda mashira. Walikuwa wakisali karibu na usiku wa manane. Walikuwa wanakisali. Walikuwa wakiomba Mungu. Walikuwa wakiimba nyimbo. Walikuwa wakifanya kazi. Maihanda rabashiria. Paulo na Sila walikuwa wakisali na kuimba nyimbo za kumsifu Mungu, huku wafungwa wengine wakiwa wanategea masikio, wanasikiliza ground inasema namna gani. Maana ground imekuwa nini? Ghafla kulitokea mtetemeko. Ghafla kukatokea mtetemeko. Walikuwa wakiimba. Walipokuwa wakiimba, kumbe
Kumbe walikuwa wanaitisha mtetemeko, walikuwa wanaitisha mtetemeko. Summon that earthquake ikuje kwa maisha yako, itetemeshe ardhi yako, itetemeshe nguzo zako, itetemeshe. Walipokuwa wakiomba umashaka derebosaya, ghafla kulitokea mtetemeko mkuu wa ardhi ambao ulitikisa misingi ya gereza. Sijui ni kwa nini wajiga, yani hata hamujielewe. They summoned the earthquake. They summoned, wakaitisha earthquake, wakasema we alone cannot be able to come out of it. We alone, we cannot be able to command this. Tumefungwa jani, tumefungwa gereza ya ndani. You alone, you cannot be covered. You alone, hawezi ukatoka. Wakasema, wakakumbuka Yesu. Ni hadi kujelekuja, ikabiringisa lile jiwe, ikaondoka. Sasa na sisi, wacha kuitisha hadi kweka. Itisha hiyo earthquake. Itisha hiyo earthquake. Summon that earthquake. Summon that earthquake. They summoned the earthquake. Waliamurisha earthquake. Maana earthquake hakuna soja anaweza kuizuia, hakuna king anaweza kuizuia, hakuna mfalme anaweza kuizuia. Wakaitisha earthquake, ikakuja, ikakamata misingi ya gereza, ikakamata nguzo za gereza, ikakamata pawa za gereza, ikakamata minyororo ya gereza. Gereza ikapunguka na kila kitu, kuta zikaanguka, ikapomoka. Summon that earthquake in your life. Summon that earthquake in your marriage. Summon that earthquake in your business. Summon that earthquake in your family. Summon the earthquake. This is the earthquake. Kuja ibingirisha, kuja iangushe, kuja iondoe, hiyo jiwe liondolewe, hiyo minyororo iondolewe, hizo pila ziondoke. Open the floor of your will. Summon that earthquake. Mwambie sasa, I am summoning the earthquake. Earthquake come. Set the foundation. Ambayo imenifunga. Set the foundation. Ambayo imenikamata. Set the foundation. Ambayo imeninasa. Ghafla kulitokea mtetemeko mkuu wa ardhi ambao ulitikisa misingi ya gereza. Gereza waliokuweka sasa inaenda kutikiswa. Gereza ya ndoa inaenda kutikiswa. Gereza ya umasikini inaenda kutikiswa. Gereza ya familia inaenda kutikiswa. Yani misingi, sema misingi ya gereza. Mara milango yote, mara immediately. When you summon the earthquake in your life, when you summon the earthquake in your business, when you summon the earthquake in your marriage, when you summon the earthquake in your ministry, sasa ninaitisha earthquake. Hii huduma naitisha earthquake. Naitisha earthquake ya huduma. Naitisha earthquake ya maisha yako. Earthquake ya watoto wangu. Earthquake ya shamba yako. Earthquake ya vitu zangu. Earthquake ya mahubiri yako. Hebu
biashara yako. Itisha earthquake ya huduma yako. Itisha earthquake ya huduma hii. Itisha earthquake ya mzee wako. Itisha earthquake ya bibi yako. Itisha earthquake ya watoto wako. Wamefungwa kule ndani. Itisha earthquake, hauwezi kuingia. Mahali wamekuweka, hauwezi kuingia. Summon the earthquake. Summon the earthquake. Summon the earthquake. Summon the earthquake. Milango ikafunguka na minyororo iliyowafunga hao wafungwa ikaachana. Kama unasikia minyororo imekuacha, tembea ni kama umeachwa, tembea ni kama umeachwa, tembea ni kama uko huru, tembea ni kama umeachwa, kama minyororo imekuacha. The earthquake has done it. The earthquake has done it. The earthquake has done it. Kama unashindwa kutembea ni kumaanisha bado umekamatwa. Kama hujatembea mita kama 10 ni kumaanisha bado umekamatwa. Na kama bado uko na usuni ni kumaanisha bado uko ndani. Jela waliokuweka hauna uwezo wa kuifunja. Jela waliokuweka hauna uwezo wa kuifunja. Ile jela walisema utakaa ni kubwa, lakini sacrifice zenu, lakini Mungu zenu. Oh, the earthquake is here. The earthquake. Inua mikono yako juu. Tunataka kuzungumza na Mungu sasa. Ati sasa tuna summon the earthquake.
I want you to summon that earthquake that will cause you to be delivered, that will cause every door to be broken, that will cause every chain to be broken. You summon that demon in the mighty name of Jesus Christ. Tunasema hivi, jela yoyote waliokuweka, jela waliokuweka, iwe ni jela ya ndoa, iwe ni jela ya biashara, iwe ni jela ya huduma, iwe ni jela ya kazi, iwe ni jela ya chochote kile, iwe ni jela ya familia, iwe ni jela ya misimu ya familia, kutoka sasa ninaitisha earthquake, ninaitisha earthquake, ninaitisha earthquake, ninaitisha earthquake. Sasa ndio hiyo in the mighty name of Jesus. In the mighty, kila mtu wazee wale mko hapa, kila ile sadaka uko nayo lete hapa, kila mtu mpaka watoto waweke hapa. We are summoning the earthquake. Wakati Esther aliingia, alitaka kuingia kwa mfalme, alisema mpaka kuku zifunge, ng'ombe wakafunga, umbwa wakafunga, kila kitu kilifunga. Walihusika moja kwa moja katika kusummon the earthquake ya kumtoa Vashti, na Vashti alipotolewa, wana wa Israeli walikombolewa. Kama uko ndani ya nyumba hii, hata kama ni peni moja uko nayo weka hapa, jishirikishe hapa. Hata kama ni shilingi 10 weka hapa, haijalishi ni pesa ngapi. Everything that you have, give it here in the mighty name of Jesus. Lift up your hand. Lift up your hand. Inua mikono yako juu. Sema. Mumeinua kila mtu? Inua vizuri. Harakisha mami. Harakisheni. Nini tunasubiri? Yeah, nakusubiri. Harakisheni. Anybody that mtu yoyote aliye katika nyumba hii aunganike kwenye sadaka hii. Aunganike kwenye sadaka hii. Harakisheni, kila mtu aliye kwenye nyumba hii aunganike moja kwa moja. Unganika maana kile tunaenda kung'oa saa hizi. Ni nguvu za giza. Ni mipango ya shetani juu yako. Walikuweka ndani ya korokoro, na sio korokoro tu ya kawaida korokoro. Walikuweka ndani, chumba cha ndani usiwahi kutoka. Walikuweka watoto wako chumba cha ndani, waliweka mume wako chumba cha ndani, waliweka biashara yako chumba cha ndani. Wanasema kwenye chumba cha ndani, lazima chumba cha ndani kiporomoke. Sasa tunaenda kupromosha chumba cha ndani. Chumba cha ndani kitaanguka katika jina la Yesu Kristo. Chumba cha ndani, biashara itaanguka. Biashara yote ambayo imefungwa kwenye chumba cha ndani itaanguka. Kazi yote ambayo imefungwa kwenye chumba cha ndani itaanguka. Kwa huduma yote ambayo imefungwa kwenye chumba cha ndani itaanguka. Maisha yoyote ambayo the soul ya mtu, spirit ya watu ambayo imefungwa kwenye chumba cha ndani inaenda kuporomoka sasa. Sema 1. Nikisema 1 mnasema Jesus Christ. Ukisema ya 7, earthquake itasikika katika maisha yako. Chochote ambacho kilitumika kukufunga kitakufungua. Hiyo jela walikuweka ndani utaachwa. Minyororo itakatika. Milango na madirisha ya gereza itaporomoka. Lete mzee haraka. Milango na madirisha zote zitaporomoka. Hata askari watakuja wakifikiria umetoroka. Askari wakikuja uambie sijatoroka, ni Mungu wangu amefika. Haleluya. Kutoka ninatoka, lakini kwa sababu ni Mungu amefika, nataka akushughulikie kwanza. Haleluya. Hii uchawi wa familia, nikitaja kitu unasema by the blood of Jesus kiporomoke. Haleluya. Nikitaja kitu, tutataja vitu kama 7-10. Nikitaja unasema kwa damu ya Yesu kiporomoke. Haleluya. Uchawi wa familia, Yesu kiporomoke. Umasikini katika familia, uganga katika familia, waliokamata huduma yangu, waliokamata watoto wangu, waliokamata huduma yangu, waliokamata ndoa yangu, waliokamata kazi yangu, waliokamata maono yangu, waliokamata tumbo langu, in the mighty name of Jesus. 1, mnasema blood of Jesus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
biashara yako amefungua, watoto wako amefungua, familia yako amefungua, maisha yako amefungua, familia yako amefungua, maisha yako amefungua, na kazi yako amefungua, huduma yako amefungua, huduma yako amefungua, maisha yako nataka tu dance mpaka roho Bwana ashuke. Hiyo ndio ilifanya milango ikafunga. Walimsifu, waliimba nyimbo mpaka gereza likafunguka. So nataka udasi na maringo. Halo, kuna mtu amekuleta hapa? Uko kwa kazi ya mtu hapa? Yes, dance venye ulikuwa tukidansi huko kwa Kamuretho, venye tulikuwa tunaenda huko Mwaboko, venye tulikuwa tunaenda huko shiko pale Mang'ambo, tulikuwa tunaenda pale Kara. Kulikuwa naitwa nini? Palikuwa naitwaje? Hapo. Yes. To dance. Weka muziki, weka muziki. Yes. Haya. Hebu. Sikiliza. Niangalia hapa. Niangalia. Na maringo.
Thank you. Chukua kiti chako kidogo. Maana Yesu ametenda already. Bwana Yesu asifiwe sana. You are no longer the slave. Umewachwa huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Umewachwa nini? Uko huru. You are free. Mwambie mwenzako I'm free. I am no longer the slave. Mwambie mimi si mtumwa. Niko huru. Mwambie ndoa yangu iko huru. Mwambie familia yangu iko huru. Mwambie kazi yangu iko huru. Mwambie huduma yangu iko huru. Mwambie kanisa hili liko huru. Mwambie hapa synagogue iko huru. Tumewashwa huru. Mimi nimeona wakienda. Wameenda. Yes. Sasa wacha niwaambie. Mumeona hivyo tumepromosha hapa. Siku ya Ijumaa, sema Ijumaa. Jumamosi. Jumapili. Tuko pale National Archive. Kupromosha mji wa Nairobi. Kukamata na tukifika archive siku ya Jumapili, hakuna mtu kuvaa kiatu. Wale watu wa special wa kuvaa viatu mkae nyumbani. Tunaenda kumiliki mji. Tunaenda kukamata. Tunaenda kufukuza Waislamu. Tunaenda kufukuza Wahede. Tunaenda kufukuza wachawi na warogi na Illuminati. Lazima turudishe mji wa Nairobi kwa Kristo. Na kurudisha mji wa Jericho. Bwana akaniambia nimekupatia mji wa Nairobi, lakini akaniambia usiogope wala usifadhaike. Nitakupigania, maana mji wa Nairobi ni ahadi ya Mungu na baba zetu. Na ndiye ameniambia nilikuwa na agano na baba zako. Mji wa Nairobi umetekwa nyara na Hagai. Hagai na watoto wake wameteka mji wa Nairobi. Hagai na watoto wake wameshika mji wa Nairobi. Sasa nimeambiwa kumbe Hagai ndio Wajebusi. Kumbe wa Hagai watoto wa Hagai kumbe ndio Waamori. Kumbe watoto wa Hagai ndio wa Girigashi. Kumbe watoto wa Hagai ndio wa Peruzi. Kumbe watoto wa Hagai ndio wa nani? Atirevite, Wahivite, alafu tena Wahiti. Kumbe watoto wa Hagai ndio wamekuletea mabomu. Kumbe watoto wa Hagai ndio wameuza heritage yako. Kumbe watoto wa Hagai ndio wamekamata mji, ndio revival isingie. Bwana akaniambia kanyagisha miguu yako Nairobi. Kanyagisha miguu yako. Uende mpaka National Archive. Nimekufungulia milango. Lango. Lango nimefanya nini? Lango limefunguka. Kama bado uko kwenye mapango, na kuambia kama bado uko kwenye mapango yale yalikuwa umefungiwa, wewe ni uko peke yako, maana mlango wa jela umefunguka, madirisha ya jela imekufunguka, minyororo ambayo ilikuwa imekufunga imefunguka. Mji wa Nairobi umerudishiwa Kristo. Mji wa Nairobi sasa uko kwenye mikono ya Kristo. Watoto hawatauliwa tena. Bangi hazitauzwa, madawa hawatauza, watu mesambaratika, hawatachukua udongo wetu, maana Mungu ameuregesha mikononi mwetu. Yes. Sisi ma prophet. We are not prophets. We command. Prophets wanasema kutakuja kukua. Sisi hatuogoji kukue. We command. Masaa ya maprofeti imeisha. Ambia mwenzako masaa ya maprofeti imeisha. Sasa ni masaa ya makomanda. Sema makomanda. Sasa ni masaa ya nani? Ya makomanda, kukomanda. Hello. Ni masaa ya kukomanda. Ni masaa ya kusema, na kusema kitu kinafanyika, na kusema kitu kinatendeka. Kama walikuwa wamefunga wanakufungua, kama walikuwa mkungujaja unarudishwa, kama walikuwa wanataka kupiga unawapiga. Ambia hao maprofeti sasa kaeni chini. Ofisi yenu imefungwa. Mambo ya kuambia ati nimeona kutakuja kukua, kutakuja kwenda, hiyo imefungwa.
Sasa ni kuingia ikulu. Kuingia nini? Tukisema kesho ni kuingia ikulu, ni kuifanya nini? Ni kucommand. Ambia Ruto, I command you in the mighty name of Jesus. Funga virago uende Sugoi. Wajukuu wa Hagai, unawacommand in the mighty name of Jesus Christ. Achana na mali ya Sarai. Mnanishikanisha? Are you arresting? Are you arresting the situation? Yes. Arrest the situation. Yeah. We have to set free the capital city. For the revival to come, we have to set it free. Lazima tutangaze. Lazima utatoa kiatu. Lazima utakanyaga ardhi. Na ubebe udongo wa Kayore. Ubebe mchanga wa Dandora. Ubebe mchanga wa Githurai. Ubebe mchanga wa watu wa Kiambu. Ubebe mchanga wa Ngong, wa Kajiado. Ulete mpaka City Center National Archive pale kati can compare. We decree and declare that Nairobi for Christ. Yani Yesu tumuinue, tumufanye mfalme wa Nairobi. Yesu na tumusifu pale. Na hakuna kuhubiri. Wewe usiende kuhubiri huko. Ukaangalia gushuhura hayo igoro ta kindu kingi. Ni kuabudu, ni kupiga nyimbo mpaka milango. Hado raigwa Paulo ni mahujirie. Hado Silas mahujirie. Waliipa mpaka milango ya gereza ikafunguka. Waliimba milango ya gereza siku 3 za kuabudu Mungu. Stories za Bible weka kando za kuhubiri ati Bible says no. It is now we are communicating with the owner of the Bible. We are communicating with the owner. We have the mandate sasa kusema Nairobi iko mikononi, kusema hakuna michafuko Nairobi, hakuna mtoto atauliwa Nairobi, kusema duka zitauza, kusema kusema baa zote za Nairobi capital city zimefungwa na zinafungwa. Hallelujah. Kusema hizo nyumba zikuwe na makanisa, afadhali tukue na kanisa hapa, kanisa ingine, zimeshikana laini. Baka inafika wakati naenda na abia pastor huyo mwingine, si unigawie watu 5 maana kumepuguka. Yes. That is what we are now. Tumeingia hapo. Tumeingia nini? Tumeingia hapo. Hau ni hotori. Friday, Saturday, Sunday. Sasa wale watu wanaobaga, wale wanafanya nini? Kutoka sasa. Kutoka lini? Kama wewe unajua kufunga, kutokula na kukunywa, tunaenda vita. Tunaenda kung'oa mfalme. Hello. Deuteronomy 7. Ani tupatie Deuteronomy 7. Deuteronomy 7 kile. Yani iliyowafunga hao wafungwa ikaachana. Yani hii kitu kinanijenga. Mara milango yote ikafunguka na minyororo iliyofunga hao watu wafungwa ikaachana. Yani haikuguzwa, haikuguzwa, ikaachilia peke yake, maana moto iliwaka. Kumbukumbu la Torati ni la sheria. Torati ndio sheria. Kumbukumbu la sheria. Mwenyezi Mungu, Mungu wenu. Nisikilize sasa hapa. Mwenyezi Mungu, Mungu wenu atawafikisha kwenye nchi ambayo mnakwenda kufanya makao. Sijui kama mmeelewa. Unajua ninaweza kuomba Mungu aniondolee nyinyi yote, aniletee watu wanamuelewa. Mnajua ninaweza kusema hivyo? Yeah? Aondoe nyinyi yote. Kama sasa hivi ati unaenda kupatiwa na bado umekalisha hiyo manani yako kwa kiti. Na unaenda kupatiwa kai. Mimi sijaiona watu kama nyinyi. Watu you are never sensitive to the spirit when the spirit is speaking. Haya,
Mwenyezi Mungu, Mungu wenu atawafikisha kwenye nchi ambayo mnakwenda kuifanya makayo yenu. Na atayafukuza, sijui ni nini, yani kamuliaroge, atayafukuza mataifa mengi kutoka nchi hiyo. Yani kumbe ni nchi iliyo na watu, ni nchi ambayo it is not free, imekaliwa na Mungu mwenyewe, si wewe, si akili yako, si masomo yako, si nguvu yako. Yeye mwenyewe atafukuza hawa watu, atafukuza. Amen. Amen. Atayafukuza mataifa mengi kutoka nchi hiyo. Mutakapoingia Friday, atayafukuza mbele yenu mataifa 7 makubwa na yenye nguvu kuliko nyinyi. Hayo mataifa ni gani? Ni Wahiti, ni Wagirigashi, ni Waamori, ni Wakanani, ni Waperezi, ni Wahivi, ni Wayebusi. Mataifa 7 yaliyo na nguvu, yaliyo na uwezo. Tuendelee. Mataifa 7 yaliyo na uwezo. Verse number 2 inasema hawa watu utawafanya nini? Pia baada ya Mwenyezi Mungu wenu kuyatia mikononi. Kuyatia mikononi mwenu, mukawashinda watu hao na kuangamiza kabisa. Musifanye agano lolote na wao, wala musiwahurumie. Musifanye maagano wala musiwahurumie. Muiwapromoshe, muiwabandue, muiwateketese, muwaangushe, muwakondokondo, muriakandakanda, murikikikike, kakakakakaka. That is it. That is what you shall do to them. Don't sympathize with them. Don't spare them. You shall destroy them. You shall dismantle them. You shall bring them down. You shall create your own territory. God will have done. Verse 4. Tusome verse 4. Some 25, please. 5, please. Sorry. 5. Mukisha kuwakamata na mukiingia ndani. God is giving you a plan. God is giving you a plan. This is the plan. Mukisha wakamata, muafinye, lakini watendeni hivi: mutazivunjilia mbali madhabahu zao na kuzibomoa nguzo zao na sanamu za Ashera. Mutasikatalia mbali na kuzitia moto sanamu zao za kuchonga. Woo! Yes. Hallelujah. That is it. That's the power of God. That is what God is instructing you to do now. It is not a joke now. We have taken over. We have taken over the capital city. 7 days from now. 7 days of prayers. 7 days of capturing the city. 7 days of making it. 7 days of conquering. 7 days of making. 7 days of winning. 7 days of destroying them. 7 days of destroying their altars. 7 days of bringing them down. 7 days ya kubomoa shera zao, ya kubomoa madhabahu yao. 7 days ya kuwabomoa. 7 days, 7 days, 7 days. Mataifa 7, mataifa 7 yaliyo na nguvu, mutabomoa madhabahu yao, mutabomoa shera zao, mutabomoa kazi zao, zitaanguka. Kutoka leo, ukitoka hivi uende kwa barabara,
unakanyaga mji wa Nairobi ukisema nimekukamata. Kila siku kiamuko naambia Nairobi uko mikononi mwangu. Ukienda kulala naambia Nairobi niko mikononi mwangu. Hata ukienda kwa choo unasema hata kama wewe, hata kama unaenda Ruai uko kwa mikononi mwangu. Utasafiri Ruai lakini ukijua ukifika Ruai represent me there. Kamata Ruai. Yes. We are in the business, serious business now. Sasa hiyo ndio nitako biashara ile tuliitiwa. Hello. Hiyo ndio biashara mimi ile niliitiwa. Na sasa niko in my business. If you are not part of my business, please quit. Please go. Please, I beg you. Get out of my way. Get out of here. I am in my business. Mwambie mwenzako, I am in my business now. I am where I am supposed to be. I am where I am supposed to be. Yes. And now may the grace. Yes. Sasa ninakupatia, ndarudi hapa 3:30 for the deliverance service. Wale watu wa deliverance 3:30 I'll be here. I'll only do it for 1 hour, 3:30 to 4:30. We'll have to go, tumemaliza. Tafadhali be punctual. Wale mnaenda kukula chai, mkule chai mrudi. Na ningetaka nyote mrudi kwa sababu kuna mafuta nataka kuachilia. Lives. Kuna kitu nataka kuachilia kwa sababu ya hiyo safari ya siku 7 kutoka sasa. Kwa hivyo please don't go.